Asanteni sana, tafadhali tuketi chini wale mko na viti. Thank you very much. Waheshimiwa viongozi wote wenzangu, ndugu wakulima, wananchi wa hapa Bungoma, mjambo. Nzoia mulembe. Muri mwoyo. Muri baramu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi hewani. Basi kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi tumefika hapa kampuni yetu hii ya Nzoia, na nimefurahi sana kwamba leo tumepata hii nafasi ya muhimu ya kuongea na wakulima pamoja na wafanyikazi wa kampuni hii ambayo ni kampuni ya muhimu sana hapa Bungoma County. Wacha nichukue nafasi hii ya mbele. Nilikuja hapa Bungoma, nikaomba kura zenu, mkanipatia, mkatuongezea maombi nyingi. Mungu naye akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme Bungoma, asante sana kwa kura zenu. Narudia tena kusema Bungoma, asante sana kwa kura zenu. Na vile niliwahakikishia ya kwamba Kenya tutabadilisha, na nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba Kenya yetu tunaipanga vizuri, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Hatua yetu ya kwanza, tulikubaliana tuache kuagiza chakula kutoka nje. Njia ya kuondoa njaa, njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuzalisha chakula hapa Kenya. Tuzalishe mahindi, tuzalishe miwa, tuzalishe kahawa, tuzalishe chakula zile zingine zote, mchele, ngano na zile zingine. Ni kweli ama si kweli? Na kazi yangu ya kwanza mwaka uliopita, kwa sababu ya umuhimu wa kuzalisha chakula Kenya, ilikuwa ni kupunguza gharama ya mbolea. Ile mbolea ilikuwa inauzwa 7,000, leo hii inauzwa shilingi 2,500. Nikisimama hapa, tuko na malori hapa nje ambayo imebeba mbolea ya Bungoma. Mwaka uliopita tulileta mbolea hapa 3,500. Mwaka huu tumeleta mbolea 2,500. Na tutakuwa na malori karibu 100 ambayo itabeba mbolea yenye inakuja hapa Bungoma County. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba mkulima wa mahindi, na nyinyi nataka niwapongeze, nyinyi ni wakulima muhimu wazalendo, mumetusaidia kuzalisha chakula Kenya. That is why Bungoma is a food surplus county. Mimi nataka niwaambie wakulima wa miwa pia, hiyo kupunguza gharama ya mbolea ni ya mahindi, ya ngano, ya kahawa, ya miwa, all the crops tumepunguza mpaka 2,500. So wale viongozi wameniuliza ati ya kwamba tunataka mbolea ipunguzwe. We have done that already. We are going to make sure fertilizer is available to all our farmers of all our crops. Jambo la pili ni kupanga vile hii kilimo itasonga mbele. Mimi niliwaambia watu wa Bungoma shida ya Nzoia hii, kwa sababu ninaielewa. Mimi nimekuwa waziri wa kilimo, mimi nimekuwa naibu wa rais, mimi mumenipatia saa hizi nafasi ya kuwa rais wa Kenya. Si namna hiyo? Hii shida mimi ndio nitamaliza hii ya Nzoia hii. I will finish. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Sawa sawa? Hii ya Nzoia, ya Miwani, ya Chemelil, ya Muhoroni pamoja na ile Sony Sugar, that is my assignment. Mimi nitamaliza hii matatizo. Tumezunguka miaka nyingi, lakini mwisho yake imefika. Tunaelewana? Hii mwisho imefika.
Wale wamekuwa wakitembeza siasa hapa, siasa karata ya siasa duni, pesa kidogo. Hiyo siasa yenu, tafuteni kazi nyingine ya kufanyia siasa hii, mimi nitamaliza hii. So anzeni kutafuta siasa nyingine ya kupeleka. Sijui kama tunaelewana. That is why niliwaambia I will write off madeni ya hizi kampuni. Serikali 3 imejaribu ku write off, they did not succeed. But I want to confirm to you, mumesikia chairman wa Nzoia anasema wamepata certificate from the treasury kusema deni ya Nzoia is no more. Tunaelewana? Ile deni ya bilioni 50 na kitu 53 billion ambaye ilikuwa nadaiwa kampuni yenu ya Nzoia, tumeifutilia mbali kama serikali. Hamuna deni tena, kampuni yenu is free. Tumefanya hivyo kwa kampuni ya miwani, tumefanya hivyo kwa kampuni ya Muhoroni, tumefanya hivyo kwa kampuni ya Sony, tumefanya hivyo kwa kampuni ya Chemeli. Hiyo deni yote ilikuwa bilioni 117. We have written off. Na hata ile madeni ilikuwa ya serikali, mambo ya NSSF, mambo ya NHIF, mambo yale mengine, haya madeni yote, pay as you earn, hiyo mambo yote tumeifutilia mbali, and we have taken it up as the government of Kenya and paid. Tunaelewana? Nilisimama hapa nikawaambia nitafanya hiyo kazi. Hiyo weka tick. Ya pili, niliwaambia vile vile hii kampuni iko na madeni ya wakulima, na tumefanya hesabu ya kampuni hizo zote, kampuni 4 ama kampuni 5, tukapata iko deni ya 1.7 billion. Mimi nimepeleka supplementary when it was finally sorted. Nikapeleka supplementary budget bunge, nikapitisha, pesa imekuja hapa. Niko na hundi hapa ya pesa yenu, pesa ya wakulima wote. Nikiondoka hapa in the next 2 days, hakuna mkulima atakuwa anadai. Mkulima wa hapa, kila mkulima atakuwa amelipwa. Tunaelewana? Kwa sababu wakulima ni watu wa muhimu. Bila mkulima hakuna kampuni hii, bila mkulima hakuna wafanyikazi, si ni kweli? So we must sort out the farmers. Mimi nitaenda kampuni ya Sony, nitaenda kufanya hivyo, tapeleka hao pesa yao. Chemeli, Moroni, tafanya hivyo, kwa sababu mimi nimeamua hii shida ya miwa, I must sort it out. Tunaelewana? Hata mulisikia kulikuwa na makelele ingine hapa Mumias. Mimi nilienda nikawaambia wale wakora walikuwa Mumias. Mnajua vile niliwaambia, si ndio? Niliwaambia maneno pale, na hiyo maneno ndio mimi nimekuja hapa leo. Mimi nimekuja hapa leo. Si lazima tuambiane ukweli. Mimi nimekuja hapa nikiwa waziri, si ndio? Kwa sababu ya ufisadi na ukora. Imagine mimi nikiwa waziri, mnakumbuka watu walikuwa hapa ati wanajaribu kuniambia chukua hii magunia sijui ngapi ya sukari. Mimi nikauliza hawa, hii magunia imelipwa na nani? Nikamwambia hii magunia rudishia mimi sijakuja hapa kutafuta magunia ya sukari. Tunaelewana? Mnakumbuka ama mkumbuki? Sinirudisha wale watu wakora walikuwa hapa. Bado wako area. Nasikia sasa ndio wamekita mzizi hapa. Nauliza wewe, wacha tujiulize. Mkulima ameleta miwa yake, si ndio? Miwa yake imewekwa kwa mashine. Hawa wafanyikazi wamefanya kazi, mashine imeuzwa. Mwisho mkulima hajalipwa, mfanyikazi hajalipwa, miwa imeuzwa, sukari imeuzwa. Bana. Ati
Ati alafu mnaniambia tuendelee. Ati tuendelee namna hiyo. Mnasema tuendelee style hiyo. Ati mnaniambia tawe. Bana. Ati tawe ndio tuendelee na ujinga. Hiyo haiwezekani my friend. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Hii jambo I must sort it out. Hii tutatatua hii. Hakuna mtu tena ataiba kwa hii kampuni. Hakuna mtu ataendesha ufisadi hapa. Hakuna mkulima atalete miwa yake hapa asilipwe pesa yake. Na hawa wafanyikazi wakifanya kazi mwisho wa mwezi walipwe mshahara yao. That's what we must do. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja. Na mimi niliwauliza mnipatie hii kazi nifanye. Si ndio? Simu niliwauliza. Simu mmenipatia. Si jameni mnipatieko nafasi nifanye hii kazi. Ama namna gani? Mtanipatia nafasi ninyoroshe hii kazi? Na nitanyorosha. Na mtu asikuja hapa kunitisha na maneno kidogo kidogo. Mimi si mtu ya kutishwa na maneno ya pesa nane. Na mimi si mtu ya kufundishwa kazi. I know. Najua nini niliwaambia wakulima. Sihitaji kukumbushwa. Ama namna gani? Tuko pamoja? Kwanza kama wewe haujanipigia kura, haukukua hata siku hiyo nikiaidiana na hawa watu, you are not there. Sasa hivi unakuja kuniambia kitu gani? Sio kama tunaelewana. Tunaelewana? Tuheshimiane. Mimi nataka niwaambie viongozi tufanye nini? Heshima si utumwa. Sio kama tunaelewana. Let us respect one another. Tunaelewana jameni? So mimi hii kazi yenu mimi nitafanya na bidii na kujitolea na nitatatua hii mambo yenu. Mimi nataka niwaambie hivi. Hapa tuko na nucleus. Si ndio? Eka 10,14. Hiyo nucleus ni mali ya watu wa Bungoma. Ni kweli ama si kweli? Hiyo nucleus inafaa mupate pesa kila mwezi ama kila mwaka. So mimi nitafanya mambo manne. Ya kwanza, sawa, si nimeondoa madeni yenu. That's number 1. Number 2, nimelipa hawa wakulima. Mimi sasa niko na biashara na kazi na hawa wafanyikazi. Si ndio? Hawa wafanyikazi lazima tukubaliane na wao. Si ndio? Mimi nataka mtu ambaye atakuja kuendesha hii kampuni afanye mambo manne. Ya kwanza, alipe mkulima on time na ile bei tumekubaliana. Ya pili, alipe wafanyikazi on time bila ya maswali. Ya tatu, alipe county government ya Bungoma for the nucleus iko hapa. Lazima county government ya Bungoma ipate kati ya milioni 300 ama milioni 500 kila mwaka. You must get either county government ya Bungoma ama wakulima wa miwa either walipwe either between 300 million and 500 million every year pesa ya hii nucleus estate. Na huyo mtu ya kampuni aendeshe hiyo mtu ya kuendesha. Na mimi nataka niwaambie hakuna kampuni ya Nzoia itauziwa mtu. Na kwanza wale waliuza pan paper, si mnawajua? Si ndio? Si wanajulikana? Wanajulikana hawajulikani? Si mmoja yao ni ule mtu ambaye alikuwa ananizungusha hapa hapa Mumias. Si ni huyo jamaa? Ndiye alikuwa anazungusha mimi hapa. Na huyo mtu nilimwambia aniangalie vizuri. Sijui kama tunaelewana. So kama kuna mtu anafikiri atakuja kununua hii kampuni, atafute kampuni ya kununua hii haiuzwi. This will not be sold. Hii ni mali ya watu wa Bungoma. Tunaelewana? There is no privatization, there is no sale that is going to happen here. Tumekubaliana? Hakuna mtu atanunua hii kampuni. Ile kitu tutafanya, we will have the right management that is going to make sure that they pay the farmers, they pay the workers, they run the factory, and they pay a dividend every year, either to the farmers or to the great people of Bungoma County. That is what is going to happen. Tunaelewana jameni?
na nimekubaliana nitaketi chini na hawa viongozi wenu. Hawa viongozi wenu mumewachagua. Huyu Wetangula sio mtu mdogo. Sieni speaker leo wa bunge. Sieni kiongozi amekuwa hapa miaka nyingi. Kwani ni mtu anaweza kuchezewa karata ya pata potea hapo katikati? He knows what he's doing. I am going to sit down with these leaders and we are going to agree on a program that is going to make sure that Nzoia tena izirudi mahali hapa ambaye tunakuja kulipa madeni mabilioni, tunakuja kulipa madeni ya wakulima, tunakuja kulipa mishahara ya wafanyikazi, na miwa walilete na haijulikani ilienda kwa gani. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Mimi nauliza nyinyi watu hapa Nzoia, mnataka tutatue hii matatizo ama mnataka tufanye panadol ya kila siku ya kusongesha? Mnataka tutatue? Wale wanasema tutatue nione kwa mkono. Mnakubali tubadilishe management ya hii mahali? Tuwe na management ambayo itahakikisha kwamba inalipa wakulima na ilipe wafanyikazi na iendeshe kampuni na ilipe watu wa hapa ile pesa ya nucleus. Hebu nione kwa mkono wale wanasema tuendelee namna hiyo. Ya mwisho. Tumekubaliana? Ya mwisho. Nyinyi mnakubaliana na mimi ya kwamba wale wafisadi na wakora na wezi ambao wamehangaisha hii kampuni, mambo yao iwe ni matatu? Mnakubali hapo? Mnasema tuwasafirishe? Story finish. Tumemaliza mkutano sasa, hii maneno ni sawa. Mimi najua vile nitafanya. Hawa watu ni watawakalia ngumu ajabu. Watajua hawajui, kwa sababu we are going to sort out this place once and for all. Hawa viongozi wenu, gavana wenu yuko hapa, speaker wetu yuko hapa, viongozi wenu wa bunge wako hapa, tutaketi chini na wao, tutakubaliana, because mimi niko tayari kuongeza pesa yenye itaenda kwa mambo ya cane development. Kwa sababu without cane this factory will not go anywhere. Si namna hiyo? Na mpango yangu ni kwamba tukisha maliza program ya leasing ambayo itatupatia management ambayo itahakikisha kwamba watalipa mkulima kwa muda, watalipa wafanyikazi, make sure the company is running, na walipe sisi pesa ya ile nucleus iko hapa. Baada ya kufanya hivyo, mimi nataka nikubaliane na nyinyi, nitaongeza milioni ingine 500 just for cane development. Tupatie wakulima waongeze mazao yao ya cane development so that we can have enough cane in this factory. Na nitaweka shilingi bilioni 2, 500 million for every factory of the 4 factories, ili tuhakikisha kwamba tunazalisha miwa zaidi, ndio tuwache kuagiza miwa sukari kutoka nje, tuzalishe sukari kutoka hapa, badala ya sisi kulipa ile pesa nyingi. Jameni, tunalipa bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula. Tunaagiza mahindi, tunaagiza mchele, tunaagiza sukari, tunaagiza ngano, tunaagiza edible oil, mambo ambayo, vyakula ambavyo tungezalisha hapa Kenya. Hiyo pesa tunalipa bilioni 500 wakulima ya nchi zingine, wacha tuliwalipe wakulima wetu hapa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Bungoma? Tumekubaliana? Tuendelee? Si ndio? Hulialala. Hulipo moja. Bas, mwisho. Mimi vile vile nimekubaliana na hawa viongozi. Hapa nimekuja kwa sababu ya mambo ya maendeleo. Tuko na barabara nyingi zimekwama hapa Bungoma. Na tumekubaliana na hawa viongozi, nitarudi hapa kabla ya mwezi wa 6. Nyinyi mnajua mwezi wa 6 ile celebration ya Madaraka ambaye tunafanyianga Nairobi. Mwaka huu tarehe 1 mwezi wa 6 tunafanyia hapa Bungoma.
kwa sababu Bungoma ni muhimu. Si namna hiyo? Kabla sijakuja hiyo safari, mimi nitakuwa nimekuja hapa safari ya hii barabara zenu, nikuje nikwamue, tujenge barabara, wakulima wapate kusafirisha mazao yao, nyinyi muendelee na uchumi, tuweze kupandisha mambo ya Kenya yetu. Vile vile, hawa viongozi wameniuliza mambo ya stima. Tulikuwa na program ya stima ambayo ilikuwa inaitwa Last Mile. Ilikuja mpaka ikakwama. Hiyo program ya Last Mile nimekwamua. Na hiyo program sasa Bungoma nimeweka 1.2 billion ya mwaka huu. Tuweze kuunganisha watu 25,000 wapya kwa huduma ya stima. Jambo la tatu, mimi nilisimama hapa nikawaambia vile vile lazima tupange ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana mamilioni. Ni kweli ama si kweli? Tuko na vijana wengi. Manyumba yetu yote imejaa vijana wamemaliza shule, wamemaliza form 4, mwingine amemaliza standard wamemaliza college, wamemaliza university, wako na certificate, diploma, degree, lakini kazi hakuna. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu nimeweka mipango mara 3 ya kuzalisha ajira ya hawa vijana. Number 1, program ya housing. Hiyo program ya housing nimeanzisha leo hapa Bungoma. Hapa Bungoma tunajenga nyumba 20,000. Mimi nahitaji vijana 30,000 wa kufanya hiyo kazi. Tunahitaji architects, engineers, plumbers, masons, carpenters, many other trades. Tunahitaji watu watakaofanya kazi kwa makampuni ya chuma, makampuni ya steel, makampuni ya simiti, ndio tuweze kusukuma hii. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba 500,000 young people will be working in the housing plan by the end of this year. Mimi nikiongea na nyinyi saa hizi vijana 1,120, 1,130 to be exact, wanafanya kazi katika program ya housing. Ya pili, tumekubaliana na wabunge wenu, akiwemo huyu Makali, akiwemo huyu Mungwana Dan Wanyama, tumekubaliana na wao ya kwamba tutakuwa in every ward, na nyinyi MCAs msikie vizuri, in every ward tutakuwa na ICT hub. Mahali mjumbe atajenga ICT hub, mimi nitaleta kompyuta 100, 200, tutaweka mtandao, tutaunganisha internet, na mimi tayari nimeenda Marekani, nimeenda Ulaya, nimeenda Ujerumani, nimeenda Ufaransa, na tumekubaliana watatupatia nafasi 250,000 digital jobs, ili kijana hapa Bungoma anaweza kufanya kazi akiwa kwa wodi yake, anafanya kwa kampuni iko Marekani na analipwa kwa madola akiwa hapa nyumbani. Mheshimiwa Makali, Mheshimiwa Dan na waheshimiwa wale wengine, 4 months tumewapatia pesa ya CDF. 4 months mumalize ICT hub, mimi nitaweka computers, mimi nitaweka mtandao, nimeweka tayari walimu ambao watafundisha hawa vijana. Kazi yenu nyinyi ni kufinya kompyuta na unaweka pesa kwa mfuko. Ukishindwa usiniulize. Sijui kama tunaelewana. Mtu akishindwa kufinya sasa ataniuliza maswali gani? Hiyo ni story yake. Ama tunaelewana namna gani jamani? Watu wa Bungoma tunaelewana? Mpango ingine nimeweka ni mambo ya bilateral labor agreement. Nimezungumza na nchi nyingi na wamekubali ya kwamba tunaweza kupeleka vijana wetu waende wafanye kazi Marekani, waende wafanye kazi Europe, waende wafanye kazi UAE, waende wafanye kazi Ujerumani. Juzi mliona kwa magazeti tumetangaza program ya kwanza ya nurses. Tunahitaji nurses 2,500. Tuko na nafasi ingine ya wafanyikazi wengine 5,000 ambayo inakuja this month. Before the end of this year, tunataka export of labor almost 500,000 young people. Nimesikia wale watu wa upinzani, marafiki ya huyu rafiki yangu, ati wanasema ati mbona Ruto amepanga ati vijana waende wafanye kazi ng'ambo. Angepanga wafanye kazi hapa Kenya. Sasa mimi nashangaa. Si tulikubaliana kazi ni kazi? Kazi ikipatikana hapa Webuye si unafanya? Ikipatikana Nairobi si utafanya? Ikipatikana London si utafanya? Kwani wewe uko na kisirani gani na kazi ile iko? Sijui kama tunaelewana. Mko tayari tufanye hii kazi vijana wa hapa Webuye ama mko na maana gani? Mko tayari? Ikipatikana Webuye mtafanya?
Ikipatikana Kandui mtafanya, na ikipatikana Bungoma na Nairobi na Ujerumani. Wewe hakuna kazi mbinguni, kazi mbinguni. Sasa mbinguni sijui utaenda kufanya kazi gani wewe. So tumekubaliana ndugu zangu watu wa Bungoma. So ndugu zangu watu wa Bungoma, mimi nataka niwahakikishie we are going to make sure that farming pays, puts money in citizens' pockets. Na tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja, nyinyi wafanyikazi. Mimi nataka niwaambie, mimi nitawapanga your areas. Once I finish my plan, I will sort out your areas and I will make sure that everything is done. So otherwise, asanteni sana watu wa Bungoma, kwa sababu bado niko na shughuli ingine. Nilikuwa nimekuja hapa shughuli ingine kubwa kule ya soko. Mimi nawapenda sana, na mimi nataka niwahakikishie ile kura yenu mlinipigia, mimi nitahakikisha kwamba hiyo kura yenu itawafanyia kazi, na it will make a difference in your lives. Asanteni sana. Oriomuno, Nyasaye amulinde.